Naitwa David Antaramsu, daktari wa upasuaji katika Hospitali ya Taifa Muhimbili, kampasi ya Mloganzila. Katika kuadhimisha siku ya kansa duniani, ningependa kuwaletea taarifa kuhusu saratani ya utumbo mpana. Utumbo mpana ni sehemu ya mwisho ya mfumo wa chakula ambayo huwa ina kazi ya kufyonza maji kwenye chakula, makapi ya chakula, na kuyaandaa makapi hayo kwa ajili ya kuyatoa nje. Kama sehemu nyingine ya mwili, utumbo mpana umekuwa ukishambuliwa na saratani, na katika miaka ya hivi karibuni ugonjwa huo umekuwa ukionekana kuathiri watu wenye umri mdogo zaidi kuliko ilivyokuwa awali. Ugonjwa huu una dalili ambazo wakati mwingine ni dalili ambazo huwa zinakuwa za kawaida kabisa, ambazo inakufanya mtu uweze ukazipuuza. Dalili hizi ni kama kubadilika tabia ya choo. Mabadiliko haya yanaweza kawa pengine kupata choo mara kwa mara, yani kuharisha, au wakati mwingine kupata choo kigumu ambacho kinakuwa kina muundo wa tofauti. Wengine wanapata ambacho kiko kama penseli, yani kama donge la udongo linakuwa chembamba, au wakati mwingine wanapata choo ambacho kinafanana na kinyesi cha mbuzi ambacho inakuwa mabonge na magumu. Dalili nyingine ambazo zinaweza kutokea ni kama mgonjwa kuona damu kwenye choo, kama choo huwa kimechanganyika na damu, au wakati mwingine anatoa damu kabisa badala ya choo. Dalili nyingine ni kama maumivu ya tumbo ambayo yanadumu kwa muda mrefu, ambayo hayasababishwi, hayahusiani na chakula, yani uko umeshiba, uko na njaa, yote yanakuwa tumbo linauma. Na nyingine ni kupungua uzito bila sababu maalum. Unakuwa ufanye diet, ufanye mazoezi, lakini uzito wa mwili unapungua bila sababu maalum. Na dalili nyingine ni kuchoka sana, kuishiwa nguvu. Kwa hiyo dalili hizo ni za kawaida sana, ambapo mtu anaweza kuzichanganya na magonjwa mengine na akachelewa kutafuta matibabu mapema. Sasa ili kuzuia dalili hizi, inabidi kufanya mambo kadha wa kadha kama ifuatavyo. Kwanza ni kula vyakula, mlo kamili wenye afya. Moja ya hatari kubwa za ugonjwa huu ni kutokula mboga na matunda kwa kiwango kinachotosha. Hiyo tunashauri kuadjust diet zetu uweze kupata matunda mengi na mboga kwenye chakula vyetu. Pia inabidi kupunguza vyakula ambavyo vimesindikwa, kama nyama zilizosindikwa kama sausage au nini, nyama zilizosindikwa na vyakula vyenye mafuta mengi. Hiyo pia ni hatari ya kupata saratani ya utumbo mpana. Hatari nyingine ni kupunguza matumizi ya pombe na sigara, ambayo yanaweza kuweka uhatarisho kupata ugonjwa wa saratani ya utumbo mpana. Kuna watu ambao wanakuwa wana saratani ya utumbo mpana kutokana na kurithi. Unakuta ndugu wa karibu kama wazazi au kaka, dada wamewahi kuugua ugonjwa huu. Kwa hiyo watu kama hao huwa wanabidi wakifika umri wa miaka 45 au mapema zaidi kuanza kufanyia uchunguzi wa saratani kusudi uweze kuonekana kwenye hatua za awali na kuweza kupata matibabu ya ukamilifu zaidi. Huduma hizo za uchunguzi na ufuatiliaji wa saratani ya utumbo mpana zinapatikana katika Hospitali ya Taifa Muhimbili Mloganzila, na unapoona dalili zozote, basi usisite kufika katika kituo cha afya kwa ajili ya kuanza uchunguzi mapema, na kama ugundulika una ugonjwa uweze kupata huduma mapema zaidi.